Haleluya, mtu wa Mungu uliyepata nafasi ya kunisikia, na mshukuru sana Mungu aliyetupa nafasi ya kuishi. Tumepewa kuishi mara moja, na baada ya kuishi basi kuna kufa mbele, kuna kufa mbele. Lakini ninachotaka niongelee hasa kwa leo ni kuhusiana na wokovu. Bwana, wokovu ni kitu ambacho inaonekana kama ni kitu cha ovyo, hakina heshima. Kuna baadhi ya watu wameutumia wokovu vibaya, wameutumia wokovu kwa maslahi yao. Lakini ninachotaka niseme jioni ya leo, nataka niseme wokovu wa kweli upo. Kama mimi hapo niona hapa, kwa jamii nyingi ambazo zilizokuwa zimenizunguka, nilikuwa sina sifa ya kuwa hivi, na huenda hata kuwa hai haikuwa rahisi. Lakini wokovu wa kweli alioacha Yesu ndio uliogeuza moyo, ndio ulionigeuza mimi mpaka niko hivi. Mtu ambaye katika jamii kubwa kama si yote nilikuwa sina tukio lolote jema, yani mpaka kwa familia yangu nilikuwa sina tukio lolote jema. Zaidi nilikuwa mlevi, mvuta bangi, hata mahitaji nyumbani nilikuwa sina uwezo wa kupeleka. Nilikuwa hela kama nikipata napeleka baa, napeleka kwenye vikrosari na kunywa pombe, na pia kununua wanawake. Yani nilikuwa na maisha mengi ya hovyo, mengi ambayo yaligeuza mpaka jina langu la Amoni nilikuwa naitwa Kapepo. Yani katika jamii nyingi na nilikokuwa nafanya kazi nilikuwa naitwa Kapepo. Yani Kapepo lilitokana na maisha ya hovyo niliyokuwa nikiishi. Kwa hiyo ninachoongelea wokovu, wokovu Bwana upo. Mimi mpaka saizi huenda nisingekuwa hai. Yani mpaka hivi ninavyoongea huenda nisingekuwa hai. Lakini wokovu umenigeuza. Sasa wokovu nilisimamiwa na watu. Wokovu uko kwa watu. Wokovu Yesu aliwacha kwa mitume wake. Wale mitume nao wakawacha kwa wanafunzi wengine wa chini, mpaka wanakuja kutufikia sisi huku wakinambarikiwa wakawa wameukamata wokovu, ndio uliotugeuza mimi kunifanya hivi. Kwa hiyo mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile amehusika sana mimi kunigeuza, kunifanya hivi, mtu ambaye nilikuwa sishikiki, nilikuwa na tabia nyingi mbaya, chafu, yani staili zote. Mpaka watoto walifika mahali mimi wakawa wananiokotea vipisi vya sigara, wananiokotea vipisi vya sigara barabarani, wanasema vya baba. Kwa hiyo kiwango ambacho nimesaidiwa mimi ni kikubwa mno, ambacho hata kwa mwingine mimi naamini inawezekana. Yani kwa mwingine inawezekana. Nitaenda kusoma kwa uchache hapa katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 15. Nitasoma mafungu mawili tu, nitasoma mstari miwili tu kwa ajili ya muda, ili nisikupotezee muda. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Yani kila kiumbe kinapaswa Injili, yani popote kilipo, kila kiumbe. Injili ni kitu ambacho tumewekewa kwa ajili ya kutuokoa kwenye mateso na kwenye shida tulizokuwa nazo. Yani kazi kubwa ya Injili, kazi kubwa ya Injili sio kuangalia sadaka kwenye mfuko wa mtu. Yani sio kuangalia sadaka huyu ana nini ili umtoe upepo kwa ajili ya manufaa yako. Kazi ya Injili ni kumuokoa mtu kwenye shida, kwenye matope, kama mimi nilivyookolewa. Kwa mimi niliokolewa kwenye matope. Kwa naposema wokovu upo, naongelea wokovu uliko nitoa mimi, ambako naamini hata mwingine ukiwa na tabia yote iliyoshindikana kabisa, yaweza Injili kukutoa hapo ulipo, kama mimi nilivyoweza kunitoa nilikokuwa chini kwenye matope, ambaye nilikuwa sina sifa hata za kuwa jirani na wewe mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, kwa sababu nilikuwa nanuka. Yani kitendo cha kwamba nilikuwa nakunywa pombe mpaka najinyea, mtu wa Mungu, haikuwa rahisi. Yani mimi mtu mzima na watoto nakunywa pombe, najinyea, naenda mahali kwenye vyoo vya kulipia, naanza kujifanyia usafi. Kwa hiyo maisha ya hovyo yalinizalilisha mno. Maisha ya hovyo ya kujichanganya yalinizalilisha mno. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana na watu wake. Lakini kwa kumalizia, nairudia tena ile 15 kwa kumalizia. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Utakayeamini utaokoka, usiyeamini utahukumiwa. Kwa hiyo wokovu uko, tumepewa kuchagua sasa. Tungali bado tuko
duniani. Neema Bwana Yesu wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Amen.